I'll go easy. Acha sasa to the default settings, no. So kuna mse hapa tu amepiga ukiwa studio. If you haven't had a chance to listen, people are calling. People are like, Kopagikon is in studio. They have to talk to you. So someone called and this is what they had to say. You're speaking to Ibra from Hisero. Ibra, how are you? I'm doing good. Kopagikon is in the studio. Oh, that's nice. What do you want to tell him? I just want to tell him he's a great singer. Yani nampenda tu sana. Napenda hiyo ngoma yake vibaya sana. Kopagikon, what do you have to say? Hey manze, big man, nashukuru sana bana. Yes, napenda ngoma yako sana sana tu. Hiyo ngoma ulisikia mara yako ya kwanza ukiwa wapi? Nilisikia tu mara ya kwanza nikiwa home, niliona TikTok. Yani nikaitafuta hadi nikaipata. Okay, sawa. Thank you so much. Wase wali kudiscover TikTok imesaidia wasanii kama wewe sana. Right? It's very rare to find someone going viral. But because you went viral, what changed? Mimi naweza sema kwanza salute TikTok. TikTok imekuwa blessing sana kwangu. Cause hiyo kwenda live napata to gift. Yes. And hiyo alafu sasa nimekuwa consistency. Manze nafanya ma challenge. Hivyo ndio venye nilikuwa nimesukuma tu ngoma pole nikaamini one day itajipa. Na ukirelease ngoma haikwenda viral at first. How long did it take? Ilichukua 1 month. 1 month alafu kona when famous. 1 month nikaona niliona maajabu tu. Ulikuwa happy venye ulirealize imeenda viral? Producer ndiye alinichapia akaniambia hii video yenye tumeshoot hata kama iko aje, imagine leo imeingia 1,100. What? Na ni one day. What? Na ni hiyo sound. Unajua hiyo sound is very international. Hiyo sound ni Kenya akina Ed Sheeran wanafanyanga. I think most Kenyans were just excited to hear that we can sound like that. Because hiyo ngoma inaweza toka iende international. You feel me? So nini imekuja as a result of you going viral? Umepigiwa masimu na kina nani? Masimu ni mingi. Na kina nani? Ni kina nani wanataka collab na wewe? Kuna hawa wasanii wa Tanzania wanaitwa Zeblon Singers. They want a collab. Hao ndio first time walini approach. Hao ndio kani approach nikasema Mungu ana come through. Are you doing a collab with them? Manze nikipata hiyo opportunity because niko Kiss najua itafika. Talk to me about Kiss. Umekuwa ukisema hapa Kiss was your dream. Your dream has come true. Unajua Kiss in quotes hapa bana ni songs zile zenye zimeenda group of schools zinachezwa bana. Kabisa. Si ati song imechezwa tu hivyo. Yes. So first time hata ni mseli nichapia kaniambia Kopa ni aje nasikia ngoma yako Kiss. Nikasema God umekam wakati yenye nilikuwa nahitaji kabisa. Right. Na wase around you, how wase wame change around you since when the viral? Sasa ni ile watu wenye nakaa nao wanachukulia umse ni celeb. Umse siku hizi amefika level nyingine lakini mimi ni ule bado. Yes. Manze nashukuru Mungu mimi bado uko NYS uja change. Sijakata waya. Sijatoroka. Okay. Na uko na album. Nini Kalenda ya Mungu is part of an album. Ilikuwa album. What inaitwaje album? Hiyo album ilikuwa inaitwa Falling in Love. So hapa first one ilikuwa tu secular, second secular, third secular, fourth secular, fifth nikasema na hii nikiweka hii song hata kama imekaa miaka mingi nikiweka itakuwaje? Kumbe ilikuwa hii badilishe hii nini kabisa. Ikubadilishie maisha. Ikubadilishie. So hiyo album Kalenda ndio ilipick vinoma sana. So msee akisema you're a gospel artist utakuwa umekosea? Iko fiti cause kuna mwenye alikuwa ameniambia siku moja utarudi gospel, wewe imba mapenzi tu hapa, lia tu heartbreak. Cause niko na song nyingine ni kali, hiyo ndio nilikuwa nimeaminia sana, inaitwa So Broken. So nilijua hiyo song itaenda, nika-invest haikufanya kitu lolote. Akaniambia siku moja utarudi tu gospel. So venye nilifanya hii akaniambia sasa continue with gospel. Wacha tu ni praise God sasa hiyo wakati. But hakuna mimi naona unaweza fanya tu mapenzi. Unajua nyimbo za mapenzi si necessarily ati secular. Ni secular ukianza kusema bang, ukianza kusema you know what I mean, pombe. So I don't think unafaa uache completely iko best cause hata Songs of Solomon right, mapenzi hapo ndani right. So iko tu best cause hata niko na 800 songs. What? So hiyo ni unwritten. So nafikiria tu hiyo songs zote niko na songs kibao sana. 800 songs zenye umeandika? Unwritten tu.
Unwritten. Niko tu na dictionary. Unafanyanga je, unaenda YouTube unatafuta beat ama ukiwa NYS unaandika tu? Yani mimi ni ule tu nikifeel. Yeah. Alafu ni ule hata nikipewa beat aje, mimi nitapata nimeflow nayo tu. Wow. Mi beat yote na flow nayo. Wow, that's a gift. I want you to realize, si watu wengi wanaweza andika hivyo. Hiyo ni gift kubwa sana. So I want us to get into this song called Stamp. Ingoma, is it part of the album? Hii song iko na kwanza 5 days. Okay. Na tayari yani watu mafans ile love wamenipea within 10 days. Yes. Sasa tumegonga 100k views. What is it about? Inaitwa Stamp. Naomba yani Mungu manzi aniweke stamp kwa hii maisha. Mambo yangu isonge. But sometimes unafika mahali unashindwa kama mimi sasa nimekuwa najiuliza kwani muziki ni gani? Niko na hizi views zote na sipati form. Inakuaje? Naomba yani nikasema tu in my mind Mungu akweke stamp tu yani. Tu stamp mambo yangu isonge. Let's get into it. It's a beautiful song. Before we can get into more of Kopa Gekon, here is Stamp. Mungu weka stamp mambo